Inakuwaje? Shwari unyama. Mhm. Hamna, nilikuwa nataka nifanye session na jamaa mmoja hapa, mwanafunzi. Sasa ndo naona ana delay, nataka sasa nikusikilize. Ulikuwa unaomba session. Mm. 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 Ah, kwa mfano mimi navyo analyze sasa, mimi concept yangu kubwa ni hizi ndo market structure, si ndio? Hii tunasema ni uptrend, si ndio? Hii ni uptrend. Then hii hapa tunasema inatumia PC. Weka full screen. Mm. Ukibonyeza auone hata screen inavyoshare hapo. Kwa hiyo nasikia tunaongea. Eh? Okay. Ni share screen, ni sababu bwana kushare screen. Hapo unyama. Mhm. Kuna watu watatu hapa. Naanza hata monthly sawa, kwa sababu mimi ni kwa sababu mimi ni day, nategemea nataka ni swing. Ina depend. Mhm. Kwa hiyo ni kama hivi. Sasa umesikia? Ngoja jamaa represent hapa, unaweza ukapata concept. Mister, unmute mic hapo. Unmute mic alafu share screen. Hapo nakusikia hapo. Kevin utamute eh? Mm. Share screen. Ngoja mimi nitoe kwangu, utashare kwa. Bonyeza hicho kialama kama PC, mshale unaelekea juu. Bonyeza hicho hicho. Sasa hapo utashare chat. Kama koja nyingi. Ingia sasa trading view hapo.
hapo naona, hapo naona, hapo naona. Hide hapo. Si uko na mouse eh? Hapo utahangaika sana. Tafuta mouse ndugu yangu. Utahangaika mno hapo. Upo kwenye gold. Upo kwenye gold. Mm. Pole. Kuna baridi sana ni. Pole sana. Mhm. Mm. 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 Mark hizo area of liquidity hizo inside information hizo, kwa sababu area of liquidity zote ushasoma hizo. Hiyo type ngapi hapo unaiona ambayo inakuwa ingia time frame ya daily nikuonyeshe kitu. Mm. Sasa chini ingia 4 hours. Sasa mimi nilitaka upresent ulivyoelewa. Nataka upresent ulivyoelewa. Kwa hiyo ibidi wewe umenitafutia na mifano kabisa, au mifano ulikuwa hujapata bado? Mm. Mhm. Okay. Mm. Halo, halo. 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 Mhm.
mm, tuka break pale. Mhm. No, hapo kwenye hiyo lower low ya mwisho, hiyo haiwezi tena kuwa lower high kwa sababu haija break previous lower low. Ushanielewa? No, hiyo nyingine hiyo. Hiyo haiwezi kaa lower low. Ili iwe lower low lazima i break previous kwanza, alafu ndo tunaweza tukaitem kama lower low. Okay, hapo sawa. Mhm. Hapo unasumbuka na vidole hapo, ingekuwa mouse hapo chapo. Mm. Yeah, hiyo VNV. Ila area of liquidity ziko nyingi. Mm. VNV pia ni mojawapo ya area of liquidity. Hapo unataka kufuta. Mm. Unaweza unaweza pia ukatumia hii hapo alama ya nani ya undo, iko pembeni ya replay pale. Unaona replay ilipo? Kulia. Hiyo unaweza kutumia hiyo pia. Kurudi nyuma, yani kufuta makosa. Unaona? Taka kurudi tena unabonyeza hapo kwa pembeni yake hiyo. Unaweza ukarudisha ile mistari. Mhm. Pole ndio. Mm. Ehe. Ambao tunaona hapo imekuwa respected. Na hapo kuna areas of liquidity, kuna area for liquidity mbili. Kwa nini uone, kwa nini umaki hiyo moja, kwa nini sio nyingine? Kwa nini umaki hiyo hapo peke yake? Mm. 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 Sasa ngoja nikusaidie kitu. Ukiona ziko mbili kama hivyo,
usiumize sana kichwa, wewe angalia ipi ambayo itakutengenezea confirmation, hiyo ndo unadili nayo. Mbona kwa mfano imekutengenezea confirmation hapo, imekutengenezea liquidity engineering hiyo, umeona, ambayo hii hapo imekutengenezea, ambayo pia imechukua entry imeenda mpaka kwenye TP. Hapo ulipoweka mshale kuna liquidity engineering hapo hapo, hiyo ikienda TP, japo tunaona kidogo imechukua stop loss, lakini kuna namna unabidi ukiona imechukua na week, kuna namna inabidi uingie tena hiyo entry, bado ni valid. Sijui kama hicho kitu ulikiona. Mm. Unaangalia tena, yani ukiona entry imevunja stop loss kwa kutumia week, hiyo inamaanisha bado ni kama vile yani manipulation. Ni kama manipulation. Kwa hiyo unaweza pia ukaingia tena. Na hizo zinakuwaga strong zaidi. Kwa hiyo ikishachukua TP wewe hata unaweza tu ukasogeza sasa hata nini entry ukaweka hata break even ili kuepusha loss. Mm. Kwa mfano ngoja mimi ni share screen yangu hapa. Unaweza kushare kwako. Hapo mnaona ukiangalia chart kama Euro USD hapa, tengenezea mfano mdogo. Kwa mfano wewe ni intraday, si ndio? Kwa mfano ni intraday, ndio hizo line zote. Kwa intraday umepata area of liquidity yako hapa, ndio yaani entry ziko modo nyingi, ila ile entry iwe strong zaidi lazima uwe na area of liquidity ambayo aim. Kwa mfano hapa tulikuwa tuna aim hii hapa area of liquidity. Hii ipo kwenye time frame gani? Ipo kwenye 1 hour, si ndio? Sasa ili kuifuata hii area ili kuifuata lazima twende kwenye time frame ambazo zina coordinate, ambazo yani kama zinaongea lugha moja, ambayo time frame yenyewe ni 15 minutes, si ndio? According to time frame coordination, ambao 15 minutes umekuta imetupa shift hapa, imetupa BMS, ikatupa na hizi areas of liquidity pembeni huko ambazo ziko nyingi. Hii ishakuwa consumed hapa, hii haijawa consumed bado, lakini hii pia ilikuwa ipo bado unconsumed. Kwa hiyo sasa sisi hapo tunadili na ile ambayo tunaona imetupa confirmation, si ndio? Ambayo ilitupa confirmation hapa ni 15 I mean kwenye 15 minutes ni ile tumeenda 3 minutes tukakutana na liquidity engineering ambayo ni hii hapa. Unaona? Tunaanzia liquidity engineering yetu hii hapo. Stop loss tukaweka juu kidogo ya area for, maana hizi market za sasa hivi ina tabia ya kumanipulate sana. Yaani stop loss sio ukiweka hapa kwenye liquidity engineering hapo, umeona? Kwa mfano ukiweka hapa inakutoa. Umeona inavyokutoa hivi? Kwa hiyo ili uwe safe zaidi, make sure unaweka kwenye juu ya area of liquidity. Kwa mfano ni 15 minutes ile, wewe weka juu yake pale kidogo. Kwako itakuwa ni safe. Itakuwa ni safe zaidi. Umeona hapo? Kwa hiyo ile imerespect ile area, imeenda hadi kwenye area of liquidity nyingine, lakini hii hapa haikuwa respected. Si ndio?
Tulitegemea ikija hapa itutengenezee liquidity engineering nyingine, lakini haikufanya hivyo. Imekuja tu imeconsume ikaondoka, which ilikuwa sio trade valid, japo imerespectiwa, imekuja maeneo hapo hapo imetap imeondoka, lakini still ilikuwa sio valid area, kwa sababu ili uwe safe zaidi lazima uchukue entry zinazokupa confirmation, si ndio? Hii hapa haikutupatia confirmation yoyote, imekuja tu imechukua hii, maana area of liquidity lazima ziwe respected. Hii imekuwa respected, lakini ndio hivyo tena, haijatengenezea sisi entry nzuri ya kuingia, imekuwa tu consumed na price imekuja imeconsume, lakini ikaendelea kutembea zake kwa juu. Pia tukiangalia pia hata GBP USD nayo imefanya kitu the same, japo yenyewe haijafika hata kwenye entry huko, lakini kikubwa tunaangalia kwanza price inaelekea wapi. Tunajua hapa price inataka kuelekea kwenye area of liquidity ya 1 hour. Kwa hiyo sisi kama intraday tunaingia 15 minutes, tunatafuta hapa price, tunajiuliza 1 hour ina coordinate na time frame ipi? Tunaona ni 15 minutes, 3 minutes na 1 minute. Kwa kuwa sisi ni intraday, sasa tunataka tutafute entry 15 minutes kama hivi, tunatafuta shift hapo, imetokea shift hii hapo, ikatengenezea area of liquidity kwa hapo juu, si ndio? Alafu ikawa consumed kama tunavyoona hapa, imetengenezea shift, area of liquidity ikawa consumed, si ndio? Ikatengenezea area of liquidity nyingine ambayo ni hii hapa, hii hapa ilipotengenezea ile area nyingine, tukaenda kwenye time frame ndogo zaidi ambayo ni 3 minutes. Tukaenda kwenye 3 minutes pale, tukakutana na the same issue, liquidity engineering nyingine iko pale imekaa, inaonekana kabisa. Hii hapa kitu kinaonekana, katengenezea shift hapa, imekuja imetapu price, imeporomoka. Mm. Mhm. Wapi? Hii tunaweza tukasema ni outside formation, sijui unaelewa. Inside formation ilikuwa consumed, lakini imekuwa consumed, haikutupatia confirmation yoyote, na kama ilitupatia confirmation basi ilikuwa tayari nini, consumed. Yaani hii hapa ilikuwa ni inside formation, si ndio? Ikawa consumed na hii hapa price, ambayo pia hii price nadhani ilitengenezea liquidity engineering ambayo ni hii hapa, ilikuwa consumed na liquidity engineering ambayo ni hii hapa. Kwa hata entry yako ingekuwa ni hapa, stop loss yako ikawa pale juu, bado pia ungekuwa una entry nzuri tu. Yaani always ukiona price imefunga na week kwenye area of liquidity yoyote, wewe usisite kuingia tena, hata kama imekutoa na stop loss, as long as unaona criteria zote zimekuwa respected, kama shift, area of liquidity inaonekana clearly. Wewe ukiona imekutoa na week, ingia tena hiyo entry, bado ni valid. Sio, umenipata hapo? Kwa hapo unaona area of liquidity imetutoa na wiki tu, usiona kiwiki hiki. Kwa mfano ungeweka stop loss yako labda hapa hivi, unaona inakuja kutoa tu na wiki hivi, lakini hiyo ni manipulation tu. Wewe kama trader unabidi kuna mawili, aidha usubiri ifunge na wiki, usiweke stop loss, which is very risky, yani hiyo sikushauri, au uweke stop loss ikutoe na wiki afu urudie tena kuingia hiyo entry. Umenipata hapo? Kwa hiyo ni kama hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tuna target area of liquidity ya nini, ya 1 hour, si ndio?
lakini tulikuwa kuna target area of liquidity, bahati mbaya haikufikiwa. Kwa nini haikufikiwa? Same entry criteria ambazo zimetufanya tuingie hapa, tukiziona zimetokea tena tunatoka kwenye hii entry. Kwa mfano umeona hapa ilikuwa inatembea, si ndio? Tulibidi tu hold huko, yani ibidi iwezekana tu hold mpaka kwenye hii area of liquidity hapa, si ndio? Lakini kwa nini tulifunga hii entry? Kwa sababu kabla haijafika kwenye hiyo zone tuliona imetengenezea tena shift hapa. Umeona hii ni shift, si ndio? Natengenezea shift hapa kwenye 15 tena kwenye time frame hiyo hiyo. Yaani kwa mfano umeingia entry kwenye time frame ya 15 minutes, alafu time frame tena hiyo hiyo ikakutengenezea tena confirmation nyingine ya opposite side, yaani hapo inabidi utoke hiyo entry, maana inakuwa sio valid tena. Kwa mfano hapa tulikuwa tunatengenezea sisi higher highs na higher lows, ndio? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Alafu tuna ghafla baada ya kutengeneza lower low, baada ya kutengeneza lower high ikatubreakia hapa, inamaanisha tayari buyers wana nguvu zaidi, si ndio? Kwa hiyo anyway stop loss yako mpaka entry imetembea mpaka hapa, ilibidi stop loss yako tayari wewe ushaihamishia huko, yaani umeweka kwenye hii labda hii sehemu hapa pap, yaani hapa usha secure hapa. Kwa hiyo unajua entry ikija hapa haiwezi ikivunja tu hii high, unajua kabisa hii sio valid tena. Kwa hiyo hapo ni kutoka, kutake partial, kuhold au kubreak even. Shanipata hapo? Kwa hiyo price yani price inaongea, wewe kikubwa tu focus na price inasemaje. Lakini entry yako ikishatembea kama hivi, wewe unaweza ukaweka ikawa ni risk free trade, ukarudisha stop loss yako kwenye entry kama una mambo mengi. Lakini pia kama una muda wa kukaa kwenye chart, unaweza ukaangalia sasa hii imetengenezea higher highs, higher lows, unaweza ukaweka stop loss yako kwenye ile previous higher high, maeneo kama hapa unaihamishia stop loss. Unaelewa namna ya kuhamisha stop loss? Unahamishia hapo ili hata ikirudi tayari wewe ushasecure baadhi ya profit. Hapo nimeeleweka? Pea kama gold, chati zangu waga nazichafua sana za gold, sababu muda mwingi nakuwa na analyze. Ukianza pia kuzimaster vizuri, nitakuelewesha namna ya kuscalp gold. Yaani unakuwa tu una scalp, yaani unaweza ukatrade pair moja tu. Lakini kwa sasa hivi inabidi tu ufanyie rehearse au trial pair zote ili uweze kuelewa zaidi. Pata hapo. Kwa mfano tu mdogo, gold hapa. So una gold japo chati yangu nimeichafua sana, lakini gold bwana kwenye time frame ya nani, kwenye hii time frame ya one day ilitengenezea shift hapa, si ndio? Shift yetu iko maeneo hapa hivi ambao tunaimagi kwa green, si ndio? Hapo ikatengenezea area of liquidity yetu ambayo ni hii hapa, ndio ambazo zote tunamagi kwa rangi ya nani, ya green. Sio, umenielewa? Au kwa sababu nimeichafua sana unaweza usinielewe? Umenielewa? Hasa tunaingia kwenye 1 hour kutafuta entry, ndio
Tukija kwenye wana hawa huku, tukija kuangalia hapa entry ambayo tuliipata, ukiangalia kutakutana na hii flip hapa. Ile flip ilikuwa ishakuwa consumed. Kwa tuna refine tu kidogo hapo na hapo tuna refine kidogo. Sasa ilikuwa ishakuwa consumed, lakini tukapata entry ya liquidity engineering ambayo nilimaki hapa hivi, umeona ile entry ilikuwa tapped, lakini ilivyokuwa tapped mtu angeweza kuweka tu stop loss, akaweka stop loss ndogo labda hapa akasema ikadirie mpaka pale, lakini ile stop loss umeona ilivyomtoa, after imemtoa tu na wiki. Yaani ndio ubaya wa market ya sasa hivi, yaani inakutoa tu na wiki. Kwa direction unaweza ukawa umepatia, lakini kuweka stop loss zimebana kama hivi ilikuwa ni miaka ya zamani, ila miaka ya siku hizi huwezi tena kuweka stop loss kama hivi. Yaani stop loss yako ukitaka uweke stop loss ya uhakika, weka area of liquidity ile nzima, hata huku daily. Yaani hapo utakuwa safe. Kuna mahali weke stop loss kubwa au usubiri kutoe uingie tena kwa mara nyingine. Kwa hapo option ni mbili. Which mi option nayo prefer zaidi ni kuongeza stop loss tu kidogo hapa kwenye area of liquidity, labda nikae zangu 1 2 3. Simona hiyo 1 2 3 ndio aim hapo, imekuwa tu uhakika, imeenda zake imechukua. Simona kuliko mtu unaweka tight stop loss hapa unakuwa una 1 to 14 1 to 10 lakini inakutoa. Lakini mimi nikisema nikiweka tu hiyo 1 to hata to 1 to 5 ingekuwa bado ipo, lakini mimi nikaweka hadi kwenye area of liquidity kabisa huku chini ya daily, ambayo hata tukiangalia hapa daily tunakutana nayo kabisa, ni clear structure hii hapa. Ilibidi ni hold mpaka huku, si ndio? Mpaka kwenye daily pale juu, lakini nilitoka hii entry kwa sababu kama nilivyokuambia criteria zile zile zilizokuweka kwenye entry zinabidi zikutoe kwenye hiyo entry. Kwa mfano hapa imefika nikaona ikarudi ikareverse ikanitengenezea shift maeneo ya hapa, hii entry haiwezi kuwa valid tena, si ndio? Inamaanisha sellers wana nguvu tena kwenye market, na sisi hatuwezi kucontrol market. Sisi tunaangalia market inasema nini, tunachokisema sisi ndio hicho hicho tuna react. Kwa hiyo nilivyoona hii reaction hapa kwamba imeshift tena sellers, nikaona wana nguvu. Kwa hiyo nilichokifanya ni niliexit hii trade basi. Sio nilipata hapo. By the way pia ukiona sellers wana nguvu unaweza pia ukachukua hii entry hapo, kwa sababu ushaona imeshift imetengenezea hii. So maana inside formation hii. Unakuja unatafuta entry confirmation hapa ungeseli. Unaweza ukaseli. Kwa mfano hii entry niliseli kidogo lakini nilitoka mapema. Sijui kwa nini, ilikuwa ni Ijumaa ile na hizi. No, haikuwa Ijumaa. Ni wiki hii. Sema leo japo nilikuwa na mambo mengi, ila hapo ongeza kuseli kutoka huku juu mpaka kwenye hii hapa hii low hapa. Kwa hiyo ni hivyo tu yani. Yaani hamna mambo mengi, ni kuangalia shift imetokea wapi, area of liquidity iko wapi, confirmation iko wapi. That's all. Umenipata hapo? Kwa hiyo endelea kupitia zile formula zile, fanyia mazoezi kwenye chart as much as unavyoweza basi. Pia ukimaliza tutakuwa kwenye group ambao utakuwa tuna share idea kama hivi, tuna share analysis nini. Hata pia ukiwa na pair zako unaweza pia nikakusaidia kuzianalyze.
Pia unaweza kuwa kuchagua pair hata 10, 5, yaani sio, inategemea na ratiba yako wewe. Kama wewe ratiba yako kidogo kama hivyo ni ngumu, inabidi uwe na pair hata 10 kwa sababu lazima wewe ni mtu wa kuhold trade. Sio, unaelewa? Sasa mimi ni scalper kwa sababu muda mwingi nakuwa kwenye PC. Kwa hiyo inanisupport. Wewe haupo kwenye PC muda mwingi. It means inabidi muda mwingi tu uchukue trade, ufunge PC, ufanye mambo mengine, si ndio? Yeah, sasa swali inabidi una pair zaidi ya 10. Sababu ukiwa na pair moja inakupa tu labda opportunity moja kwa wiki, inakuwa haijakaa vizuri. Ila pia kama utakuwa na muda wa kuscalp kama mimi, unakaribishwa kutrade pair moja tu. Eh? Hapo nitakuelewesha, lakini sasa inabidi umaster kwanza. Ukisha master hapo itakuwa ni rahisi kukuelewesha. Mm. Kwa hiyo ndo hivyo ndugu yangu. Ila kikubwa cha kuondoka nacho ni hicho. Nimekwambia ukiona setup imekutoa na stop loss ya wiki na criteria zote unaziona ziko sawa, umeona shift, umeona area of liquidity, umeona confirmation, ikikutoa tu na wiki, yani hiyo setup wewe usiache, yani ingia tena ikiwezekana ongeza na lot kabisa, maana hiyo inakuwaga yani ina probability kubwa zaidi. Ila sijakwambia uingie full margin, nimekwambia ongeza tu lot. Ukiingia full margin hapo itakuwa ni up to you ndugu yangu. Yani hapo tu angalia, ila setup nyingi ambazo zinakutoa na wiki zinakuwaga zinatembea vibaya mno. Umeona kwa mfano hii imetutoa na wiki hapa, si uliona? Imekutoa na wiki, lakini umeona kendo zilivyokuja kukimbia, yani kendo tatu tu za one hour, 1, 2, 3, tayari pips ngapi hizo? Pips almost pips ya 9. Kwa ndo hivyo. Sawa. Au una swali lolote unataka kuniuliza labda? Ulivyokuwa unasoma huko na nini, kuna swali unataka kuniuliza maybe? Mm. 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 Yeah, sure. Yani hapa yani kama ni technical, yani kiukweli technical zimenyooka, ni sasa wewe kukaa chini na kumaster. Ila kikubwa tu inabidi uelewe kwamba usikalili, yani usikalili kwamba mimi nimekwambia kitu fulani na nini. Wewe kikubwa umeshaelewa technique kwamba ukiona shift sehemu, ukiona formation, ukiona nini, unajua kabisa hii area ni kwa niingie. Ukiona kama hivyo nimekwambia, kwa mfano umeingia entry ikaanza kutembea, lakini tena ukaona shift nyingine imetokea, unabidi usikalili tena maisha. Wewe jua kabisa hiyo entry sio valid, kwa sababu ukishaona wamekutengenezea shift inamaanisha upande mmoja wa market una nguvu kuzidi mwingine, si ndio? Kwa hiyo obvious lazima utoke hiyo trade. Shanipata hapo. Kwa hiyo usikalili sana, yani make sure unatumia logic. Sawa. Basi hamna noma ndugu yangu. Ngoja niache na huyu jamaa mwingine.
Hapo Kevin, unaweza ukanimute mic. System inayotumia kuscalp. Actually system sio ngumu sana, ni yale yale tu mambo ninayofundisha, yani ni yale yale mambo ninayofundisha, yana apply kwenye time frame ndogo. News. Sasa news kuna technical side, alafu kuna hiyo fundamental side, ila most of time news huwa zinafuata technicals. Yani chati hazidanganyi. Chati ikisha kuonyesha kwamba sellers wana nguvu, inamaanisha hata news zikitoka sellers bado watakuwa wana nguvu. Yani chati hazidanganyi in short. Kikubwa tu chati zinakuwa accelerated. Uh, uh, yani hivi, kwa mfano ulikuwa kwenye trade, si ndio? Umechukua trade, maybe ni hapa hivi hivi, bado nimeshare screen au nisha exit? Bado nimeshare. Kwa mfano ulikuwa kwenye trade kama hii hapa, si ndio? Trade hii hapa ulikuwepo, umechukua hii trade ya kubai hapa, ilikuwa ishaanza kuplay kidogo, lakini news umeona inapokuja ku accelerate, inakuja candle, yani news inakuwa tu kupush kwenye upande ambao uko sahihi. Yani always news itakupush kwenye upande ambao uko sahihi 80%, ila hizo zingine hatuwezi kuwa na uhakika, kwa sababu pia kuna news mara chache sana, ila mara nyingi zinakusapoti upande ambao tayari upo. Yani wewe ukiwa kwenye trade, ukiona tu news, wewe kikubwa unarudisha tu stop loss yako kwenye entry, ili isikutoe au nini, lakini wewe unakuwa tu na uhakika kwamba hii news itanipush mimi kwenye TP faster zaidi. Mm. Pia kuna tricks ambazo pia zipo recorded kwenye course ambayo jamaa hapo alikuwa nimempatia. Kuna hii 15 minutes waga ina tabia ya kuclose kabla ya news, ina tabia ya kuclose na kwa mfano ya close na candle ya 15 minutes, ndio yani candle utakao close before news ambayo ni ya 15 minutes, ile candle ile ndio inakuwa confirmation yetu, either tuna buy au tuna sell. Ehe. Mm. Speed ya nini, ya news ya? Uh, uh. Sasa kuna news wazee wa kugambo, yani unajua, yani mtu ana buy tu au ana sell. Sasa hiyo ni special case, si unaelewa? Hiyo ni special case, hao ni watu wa kugambo, ila ukija kwa trader professional, si ndio? Wewe kwenye news
kwenye news inabidi ikupush kwenda upande sahihi, na sio kwamba eti news ndo utrade news, yani news imefunguka na hiyo utrade hapo. Ni yani hiyo ni pure gambling, hiyo ni pure gambling, hiyo ni pure, yani sio gambling tu, ni pure. Yani news kama nilivyo, news inabidi ikukute ukiwa kwenye mhm mm. Mm. Ila mm. Yani sijakupata kwamba session ya Asia overlap na London. Sasa mimi kiubaya sijawahi kutrade Asia session, ila most of time na trade New York, London na New York. Ehe, by which nikisha tu mfano leo New York session. By the way, leo nilikuwa na jamaa pale tuna analyze gold. Nani rais yuko hapa, J Wise, J Wise, mwana mwanafunzi wangu, tulikuwa tuna analyze gold. Sawa, bias yetu leo ilikuwa ni kubuy gold, si ndio? Lakini sisi tulifanya kama tume marry bias na kwenye, yani kwenye trade hakuna kitu kibaya kama kukalili bias kwamba mimi nataka ni buy. Sawa, market ilikuwa ishatupa confirmation zote kwamba inataka kuseli, lakini sisi tumesikia, sisi tulikuwa tumemeri bias kwamba tunataka to buy, which is very bad. Kwa hapa market ilitupa kabisa hapa bias kwamba kuna area of liquidity hapa, imetengenezea shift yetu hapa, ndio imetengenezea shift tena, imetengenezea shift, haijaishia hapo, sababu kwenye gold, ku scalp gold bwana, ni zile zile concept ambazo wanazifundishaga, lakini unaziweka kwenye time frame ndogo zaidi. Kwa mfano hapa kuna area of liquidity, alafu hapo kuna liquidity engineering ambayo ni hii hapa. Liquidity engineering, labda kwa wale ambao hawajui, ni structure kama hii hapa, ika break hapa, tukaja tukapata entry. Umeona entry inaporomoka, ni kama ni kama hii ni kama yani liquidity engineering kama pattern fulani ya M hivi, lakini ile M inakuwa, umeona kama hii pattern hapa inakuwa ni kama inatembea, afu ikaja ika break high, ika break na low, alafu sasa ndo tunaangalia inaweza, wengine wanaweza kuita double top au wanaotumia structure za nani, lakini tu tunataka tu i break high, si ndio? Alafu i break low. Mhm. Mm. Hapo sasa tunaangalia side. Kwa mfano tulikuwa tunataka tu sell. Ikisha tu breakia high hapa ambao tunaita BMS, ikatu breakia hapa hivi, si ndio? Alafu ikatu breakia na low ambao sasa tunaita shift. Kwa mfano trend ilikuwa ni uptrend, si ndio? Lakini ile trend ya uptrend ikawa broken, inamaanisha sellers wana nguvu kwenye market, si ndio? Sasa sellers wana nguvu kwenye market, inamaanisha sisi hapa tunatafuta entry ya kusell, ambayo tayari tupo kwenye area of liquidity. Tupo kwenye area of liquidity, sellers tukaona hapa wame break kabisa ile trend ya uptrend. Kwa hiyo tunajua, yani tunapata sasa uhakika kwamba hapa inabidi tu sell, by which tu hapa stop loss yako ingekuwa ni hapa hivi kwenye ile shoulder ambayo nyewe mnaita stop loss yako ingekuwa ni hapa, lakini
kwa market ya sasa hivi kiukweli, stop loss yako stop loss yako inabidi iwe ni kwenye area of liquidity huku juu kabisa, au hata ukiweka tu hata katikati napo ni fresh, ila ukitaka uwe safe zaidi weka hapa juu, ila kwa mimi nawekaga hata katikati. Kwa mfano ungeweka tu hivyo ungeweka tu hapo kwenye hiyo area of liquidity hapo, ungehold labda ungehold mpaka, kwa mfano hapa hii entry ilikuwa tu ni ya hold kidogo, kwa sababu mimi nilichukua buy nyingine hapa ila ikanitoa, kwa sababu niliona hii hapa imebreak hapa. Ehe. Ila sasa ile entry ilikuwa ni yani, ilikuwa ni kama manipulation fulani hivi. Maana mimi nilitaka tusema kwa mfano ungeseli hapa, ungeseli tu labda kwenye kurefine. Umeona liquidity engineering hapa? Ukitaka uchukue sniper entry zaidi, si ndio? Hii hapa ni liquidity engineering. Ukitaka kuchukua entry sniper zaidi lazima uende time frame ndogo tena. Kwa mfano hii ni 15 minutes hapa. Okay, ni 15 minutes. Unaenda hata time frame ya nani 3 minutes, kwa sababu ndo zina coordinate 15 minutes na coordinate na 3 minutes. Unaangalia una unaangalia hapa sasa. Hapa unakutana na hii fair value. Hii ni fair value. Sasa sijajua fair value, most of time fair value inakuwa na probability kubwa sana price kuwa attracted kwake. Unaona kwa mfano hapa price ilikuwa haija consume, ni fair value, alafu pa kuna area of liquidity. Inamaanisha price kwa namna yote lazima ije iconsume ili gap hapa, si ndio? Kwa hiyo kwenye mm, uh, fair value mm. Na mimi fair value unavyotumia mimi iwe kwanza iwe kwenye area of liquidity. Area of liquidity, ambayo area of liquidity naongelea nini? Naongelea kitu kama hizo inside information ambazo watu wa, ambazo ehe. Sasa hapo liquidity sweep sielewi kidogo, kwa sababu mimi sio okay labda, lakini yani ninachosema kwenye fair value gap, kwa mfano hapa hivi, si ndio? Kaangalia hapa, hii hapa si ni fair value hii? Hii si ni fair value gap hii? Yani ni area fulani hivi ambayo market haijaconsume, hata kama imeiconsume haijaconsume zaidi, yani kendo, kwa mfano kendo nzima kama hii market haijaconsume hata nusu ya kendo, yani imeconsume hata, yani inaweza kama imeconsume kidogo, lakini bado haijafikia nusu ya kendo. Mwaga criteria zangu za FVG pia lazima iwe imeconsume at least, ili iwe valid, iwe haija consume nusu ya kendo. Kama imeconsume nusu ya kendo siwezi kuiconsider, lakini kwa kesi ya hii hapa ilikuwa imeconsume, ilikuwa haija consume hata nusu ya kendo, imeconsume tu kidogo hapa, lakini pia kuna hii hapa nyingine. Kwa hiyo nikaona sasa entry yangu mimi itakuwa ni hapa juu kwenye hii liquidity engineering ya huko juu. Tukienda 15 minutes hapa kidogo tumepunguza stop loss, maana stop loss ya kwanza ilibidi uweke entry hapa, uweke stop loss likubwa mpaka huko juu, lakini kwa kutumia tu hiyo logic sense hapo stop loss yako inakuwa ni tight. Umeona, inakuwa tu ni pale juu ambao tulichukua kwenye time frame ndogo. Kwa hiyo stop loss yako inakuwa tu ni ndogo, labda unaweza kaongeza kidogo, labda kwa sababu ya inavyotoa ukaweka hata nusu ya ile liquidity yako pale, ukapata entry safi kabisa.
Hapa ulikuwa una aim kwenye hii low hapa, unapata 1 to 3. Japo London nikaingia entry hapa, niliona kuna shift hapa. Nipunguze nilikuwa na scalp. Scalp gold. Kwa hiyo niliona hapa entry, niliona maeneo hapa, niliona price bwana ilikuwa natengenezea hapa higher high higher low, ambapo ndio ile entry tulichukua, katengenezea tena higher high higher low. Sasa ikaja kutengeneza tena higher high, ika break previous higher high, inamaanisha tumeshift nini trend, si ndio? Sasa mimi nikachukua nikasubiri confirmation ambayo nilisubiri huku kwenye 3 minutes, ambayo na confirmation yangu actually confirmation nilichukua kwenye 15 minutes, ambayo na candle naziangalia. Kwa mfano hii hapa candle ya green, kwa hiyo nikaingia hii entry, lakini New York session bwana, kama kawaida na volatility kubwa, ikanitoa kwa speed ya ajabu hapo, ikanitoa. Lakini baada ya kunitoa, hii scalping system yangu yani ina mawili, usipo buy una sell, usipo sell yani kuna mawili tu, na ndo system ambayo nilitumia hata kupasi zile account za Propfm zile, kwa sababu hapa nilibuy nikaona sellers wana nguvu, si ndio? Inamaanisha pale pale kwenye ile entry yangu ya mara ya kwanza, price ikinirudia inabidi nifanyaje? Ni sell, japo tu nitafute stop loss ambayo itanifavor mimi kuiweka. Kwa mfano hapa si niliingia hii entry ikanitoa hapa, niliweka kwenye hii low tu hapa, nika target huku juu, maana nilijua gold bwana ni bullish, lakini naona bado ni bearish, si kwa sababu ya hizi dola na manyuzi, lakini kwa according to technical hii nilikuwa naona bado ni bullish, ila sasa kutokana na kubreak hapo kwenye hiyo area nikaona sasa gold hii bado ni bearish, yani iko bearish vibaya. Kwa hiyo mimi cha kwanza nikajua kabisa hii inarudi kwenye entry yangu nilivyonitoa, kwa sababu ikisha kutoa kwenye entry ambayo ulichukua na confirmation zote, yani ilikuwa ni perfect, lazima iretest tena hiyo entry. Kwa hiyo baada ya kunitoa mimi nikaingia zangu 3 minutes huku, niliingia 1 minute nikatafuta tu ka area kingine hapa chini ambao kalikuwa ni hapa, ndio hii hapa area ikanitengenezea hii high high low. Nilipokuja kubreak tu ile, nikaona kabisa hii ni opportunity ya kurudi kwenye entry yangu, maana nimezistudy hizi price kwa muda mrefu. Ikivunja sehemu ambayo imenipa criteria zote, najua inarudi, na ikisharudi inaenda opposite side. Kwa mfano hapa nilibuy, imerudi kwenye entry yangu na wiki tu, umeona, wiki tu imekoja imechukua afu ikaseli. So mimi nikaisindikiza hapa juu, nilivyoisindikiza, nilivyo recover tu loss, kutaka kutrade tena, lakini kama mnavyoona imekoja imechukua tena na ile wiki ikaseli. Kwa hapa mimi ningeweza tu kusema kwamba, au ningeweza tu kufanya hivi hapa, sababu entry inachukua 5 minutes, ningeweza tu kuweka stop loss yangu sehemu kama hii hapa, pale pale kwenye entry yangu naweka entry yangu ya kubai. Sasa na sell, naweka entry, na tabia kwa aim 1 to 3 muda wa kuscalp, kwa naweza nika aim to 1 to 3 hapa, nikakadiria stop loss
ili iendane na 1 to 3, si ndio? Kwa nikarudisha pale pale kwenye entry yangu pale, lakini hapa tu nikakadiria stop loss labda kwenye hii area hapa, hiyo iko overlap hapa, nikaweka kwa juu kidogo, alafu TP nikaweka 1 to 3, umeona? Kwa hiyo nimefeli kubai, lakini kwenye kuseli pale pale kwenye entry yangu nikakadiria tu 1 to 3 na bado tukaenda TP. Kwa hiyo hivi ndio jinsi waga na scalp. Which na scalp session ya New York. Nikibai nikiona imeikataa na tafuta trend ya kuseli. Yeah, most of time ni New York. London waga zinakuwa slow sana. Hapo mmepata kitu cha kueleweka. Ila pia kwenye maana nyingi, kwa wale ambao wanajua mambo ya advanced price action na logic trading, unajua kabisa hii ni failed liquidity engineering hapa, si ndio? Umetengeneza liquidity engineering lakini ikafeli, ikatengenezea hapa kwenye hii pale kwenye entry pale. Tunakuja tunaingia tena. Stop loss ibidi tunayo hapa kwenye hii high hapo juu. Basi ilikuwa tu ni tight stop loss, lakini naweza hata kupata 1 to 5, lakini mimi kwa ajili ya kuwa tu safe waga napenda kuweka hata 1 to 3. Kuongeza stop loss kidogo. Which ilitembea sana, ilitembea hadi 1 to ngapi, ila mimi nimewaga na aim 1 to 3 basi. Kwenye kuscalp waga sitaki coin zaidi ya hapo. Au ukiona hata hii nili aim 1 to 5 ila ndo hivyo. Lakini hapa nili aim 1 to 3 tu. Kwa hiyo ndo hivyo. Au na nyinyi mna cha kushare hapo cha kuongezea, cha kuuliza? Naam, akaniuliza. Sasa mimi nataka nikwambie kitu. Mbona mimi na muda mwingi mimi hapa na muda mwingi wa kukaa kwenye chat, si ndio? Wewe hapo angalia ratiba yako inakusupport vipi. Kama wewe sio mtu ukaa kwenye chat muda mwingi, unaweza hata ustudy kwenye session. Yaani wewe kikubwa tu entry yako imefikiwa, confirmation zako umeziona, unachukua entry, unafunga chat, unaendelea na mambo mengine. Ila kwa mimi ambao muda mwingi nakuwa kwenye chat, kwa hiyo naweza nikaingia London, naweza nikaingia New York, ndio. That's why mimi na trade pair moja, kwa sababu na trade pair moja kwa sababu nina yani trading system yangu kwanza ni kuingia kwenye session husika na muda mwingi nipo kwenye chat, kwa hiyo naweza nikamanage trade. Lakini kwa wewe kama unaona huwezi kumanage trade kila muda kwa kwenye chat muda mwingi, unaweza ukawa na pair zaidi hata ya 10, ambayo kila pair 10 sio lazima usubiri session, as long as imekufikia kwenye point of interest, si ndio? Wewe unasubiri confirmation. Kwa hiyo unakuwa tu baada labda ya lisaa unaangalia imebreak shift, bado imebreak tayari, unaweka tu hapo pending order, stop loss, take profit, unafunga chat. Lakini kwangu mimi, kwa sababu muda mwingine nipo kwenye chat, nasubiri tu hata London ifike na scalp, New York ifike na scalp, sio? Umenipata hapo? By which leo sijui kama ulikuwa active, lakini tulipata opportunity nilikwambia tunatafuta ya kubai, tulipata, lakini sumona hapo nilibai, lakini ikanitoa kwa stop loss, si ndio? Which inamaanisha kwamba na ilinitoa kwenye stop loss, lakini tulipata entry ya failed liquidity engineering. Umeiona hapo? Hii hapa
Yaani tuliingia kwa liquidity engineering ikatutoa ikatengenezea failed liquidity engineering tukaingia. Umeona ilivyokimbiza. Kwa hiyo kama tumepata entry ya kubai ikafeli, inamaanisha sellers wana nguvu. Kwa hiyo sisi tutatafuta sellers tuchukue wapi? Kwa mimi hapo nilitarget pale pale kwenye entry, stop loss kidogo kwa juu kwenye ile failed liquidity engineering, target 1 to 3 basi. Hapo siku ishaisha, nasubiri tena kesho, sijui London, sijui New York. Kwa price ina tabia ya kusema, yani inasema kila kitu. Wewe ni focus. Kikubwa tu usikalili kwamba hapa na lazima ni buy. Ukikalili hivyo sasa ndio hivyo, unakuwa una buy alafu mwisho wa siku una revenge tena una buy. Kumbe price ushaona imekwambia inataka kusell, wewe unalazimisha kubuy. Kwa ni kucheza tu na price inakwambiaje kwa muda husika. Nilipata hapo. Mm. Kwa ndio hivyo ndugu zangu, ngoja niendelee na mambo mengine. Hamna noma.